Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Siku ya leo katika kuadhimisha wiki ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani, tumeamua leo kuja kuwapa elimu askari wenzetu jinsi gani ya kukabiliana na majanga mbalimbali kupitia kifaa cha awali cha kuzimia moto, pia na gari letu ambalo jipya limeletwa, gari la misitu. Ni jipya ile gari la misitu limeletwa kwa ajili ya misitu na maokozi mbalimbali na kuzima mioto mbalimbali. Lakini special kabisa ile gari ni gari kwa ajili ya misitu. Kama tunavyojua mkoani Njombe hapa tuna misitu mbalimbali na ilikuwa inateketea bure, lakini sasa hivi tumeshapata gari la misitu. Tunataka tutoe elimu zaidi, sije kuwa ndo gari kali linaanza kutumika zaidi katika kuzimia moto. Kisa limeletwa gari la misitu. Kwa hiyo kwanza kabisa nilikuwa nataka kuelezea kuhusu hichi kifaa cha awali cha kuzimia moto. Kama mnavyokiona, nadhani kila siku mnakiona pale. Lakini mnaweza kuwa kwa majumbani mnamiliki hivi vifaa. Unaweza kuwa hujui jinsi ya kukitumia. Nitaonesha jinsi ya kutumia hichi kifaa. Kwanza kabisa hakikisha hichi kifaa kimeshafanywa service, kiko tayari kwa ajili ya matumizi. Hichi kifaa chetu tushajua sasa hivi kiko tayari kwa matumizi. Ila hakikisha kifaa chako weza kiko nyumbani au umekutana na janga la moto maeneo fulani, hakikisha hichi kifaa kwanza ulivyokichukua hivi kiwa kimeshafanywa service au kiko tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa kuangalia hapa kuna rangi mbalimbali zinaonyeshwa kwenye hichi kifaa. Kuna nyekundu, kijani na nyekundu. Ikishawekwa kwenye kijani, mshale ukiwa kwenye kijani, it means hichi kifaa chetu kiko vizuri kwa ajili ya matumizi. Kwa kama kuna janga limetokea maeneo fulani, utachukua kifaa chako, utakichomoa kama pale nilivyokichomoa, utakitoa, utakishika hapa kwenye handle. Hichi kifaa chetu kimegawanyika katika sehemu kuu 3 au 4. Ya kwanza ni hii cylinder. Ya pili ni hii hose. Ya tatu ni hii pressure gauge yetu ambayo inaonyesha sasa hichi kifaa chetu kama kiko vizuri, kimejaa, kiko vizuri kwa ajili ya matumizi. Hii hapa pressure gauge. Hii hapa ni safety pin. Hii safety pin ni kwa ajili ya kuzuia hii poda yetu isitoke huku kipindi ambacho haitumiki. Lakini nikishaichomoa tu hii safety pin, basi kifaa chetu naweza nikaanza kukitumia. Kwa sababu kibinya tu ukipress hapa, hii material yetu inaanza kutoka ile huko juu. Kwa hiyo stage ya kwanza, umeenda sehemu fulani unapokuwa unapita kama askari au raia, umevaa kiraia, ukaona sehemu fulani kuna tukio la moto na bado raia wamezubazuba, hawaelewi jinsi gani cha kufanya na kuna kifaa karibu ya eneo hilo, kifaa hichi cha kuzimia moto. Utakichomoa katika hendo yake ambayo inakuwa imechomekwa sehemu ya pembeni, utakibeba kile kifaa. Na mioto ambayo tunaenda kuzimia hiki kifaa ni mioto midogo. Sio moto likubwa nyumba inawaka na unaingia ndani ya hiki kifaa. Hapana. La sivyo na utakuwa hatarishi. Utakuwa katika maeneo hatarishi. Lazima hiki kifaa tukitumie katika mioto ya awali ambayo ndio inaanza kuwaka moto. Kwa hiyo utachukua kifaa chako, let's say pale ndio moto unawaka, utajipa distance. Usiende direct kwenye moto wako, utajipa nafasi ya kuweza kwenda kuwataki ule moto au kuzima ule moto. Ukishajipa nafasi, utaubeba kifaa chako, utafata sehemu yako ya kuzimia moto. Ukiwa unafuata, unaenda taratibu huku, unapiga hatua huku unafuata ule moto. Usiende direct kwenye ule moto. Maana huwezi kujua ule moto ni moto ambao ndani yake una vitu vinavyolipuka au nini. Kwa hiyo tunafuata ule moto wetu kwa hatua. Baada hapo utalenga ile hose yako, hii hapa ambayo nimesema ni hose. Utaelekezea kwenye moto kwa kuuzima moto. Usizime ule frame inaowaka. Kwa sababu kwenye moto waka kuna shina la moto unaowaka alafu na ile frame, si ndio? Sasa wewe unaenda kuzima ile shina la moto wako unaowaka. Hakikisha kwamba au sisi kama askari, unapoona kuna nguzo za umeme zimedondoka mahali fulani, epuka kukanyaga zile nyaya za umeme. Toa taarifa katika mamlaka husika, kwa mfano TANESCO. Tunapopita katika mito mbalimbali, maji yanatiririka kwa kasi sana kipindi cha mvua. Hakikisha katika mito unaovuka hiyo, usipite katika sehemu ambapo maji yanatiririka yanapita kwa kasi. Epuka. Ni bora kusubiri kuliko ukaingia kwenye janga la kupoteza maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo pia mnaweza mkashauri pia na watoto huko majumbani, wanapoona maji yanatiririka kwa kasi sehemu ambazo wanapita wanavuka kwenda mashuleni,
wasivuke, wasubiri yale maji yapungue kasi ndipo wavuke. Mvua zikiwa kubwa sana, unaona kuna mto fulani mtoto wangu atavuka akiwa anaenda shuleni, mzuia asiende shule kwa siku hiyo. Subiri kwamba mvua zitulia, au wasiliana tena na sehemu ambao ule mto unapita, hapa kuna daraja. Vipi lo daraja leo vipi? Maana hapa Njombe tunapata sana matukio ya watoto kusombwa na maji. Wanavuka kwenye mito kwa sababu wanakuwa wanarudi shuleni hawajui chochote, wanaona ni sahihi kupita kwa sababu siku zote napita. Kwa hiyo ni ushauri mwingine pia. Pia tuhakikishe mifereji yetu ya majumbani huko tunaizibua ili mvua ikiwa inanyesha maji yaweze kufanyaje? Kusafiri kutoka. Cha mwisho kabisa, kuta zetu tuhakikishe zile nyufa tunaziziba na paa pia tunaziziba kipindi hichi cha mvua ili kuepukana na majanga ya mafuriko. Lakini magari mengi yanatumia mitungi hii ya dry chemical powder. Isipokuwa labda kama ile mitungi ambayo magari yanasafirisha mafuta. Tunatumia mitungi, tunashauri itumike mitungi ya foam au CO2 ambao ule mwingine kama ule uliobaki kule ndio tunatumia. Kwa hiyo gari za kawaida za usafiri tunatumia mitungi kama hii hapa. Lakini sasa inategemea na ukubwa wa gari. Nadhani nimekujibu. Kwa jeshi la zimamoto likienda pale inafanya ile kazi ndani ya muda mfupi wanaishiwa maji. Then wanaenda kuchukua maji sehemu nyingine ambayo ni mbali. Sasa swali langu ni kwamba je, hili gari lina uwezo wa kubeba maji kiasi gani? Na kwa maeneo yale ambayo ni mbali, yani kwamba hamna chanzo cha maji karibu. Kwa mfano ile sehemu moto umetokea vijijini, kwamba kutoka pale hamna mto wala sehemu ambayo kuchukua maji mengine. Je, mna hatua gani ambazo mmejipanga yani kwamba muwe na maji ya ziada kwamba kiisha ile maji mweze kuchukua maji mengine kwa ajili ya kusaidia zoezi hili? Kwa sababu unakuta maji ya zoezi Afrika hadi Mfereke kutoka pale mnakuja mpaka Ruhuji kuchukua maji Ruhuji na rudi. Swali langu ni kwamba je, gari ina uwezo kuchukua maji kiasi gani na mnachukua hatua gani kwa sehemu zile ambazo hazina chanzo cha maji karibu ili kuweza kuendelea kuzima moto kwa urahisi? Nashukuru. Unachukua lita 5000 za maji na fomu lita 400 kwa gari hili hapa tulikuwa nao. Kwa swali lako, tunashukuru sasa hizi kwa serikali kwamba wametuongezea magari sasa. Hilo ndio tunaloshukuru. Yaani tulikuwa tuna changamoto hiyo. Kwa hiyo sasa hivi tuna uwezo wa kuwa tunaenda na fire tender 2 kwa wakati mmoja. Ina maana nyingine napo fight, nyingine inaenda kupata maji na ikija inafanya relay. Lakini pia serikali ina mpango wa kujenga fire hydrant. Yaani mitaani. Kwamba naweza kaa labda eneo la magereza kunakuwa na fire hydrant ngapi, sokoni ngapi, ili kuepukana na hilo tatizo. Changamoto zetu tumezileta kwa serikali, tunashukuru nao imeanza kutatuliwa. Nadhani nimekujibu sana. Ninavyoiona naona kama imewekwa siku kama mapambo, kwa sababu kama wale pale wanataka kutolea demo unasema umeexpire. Huduma zenu sasa zinavyofanyika, hii mitungi inapatikana wapi, na ili kurekebisha mtungi ambao umeexpire tunafanyaje? Nashukuru kwa swali. Kuna madila ambao wamesajiliwa wanaofanya kazi ya service. Yaani wamesajiliwa, sisi tunawafuatilia. Wao kazi yao ni kufanya service hivyo vifaa vya awali, kufanyia service. Mtungi kwa mazingira ya Njombe tunatakiwa ufanyie service kila mwaka. Kwa sababu kuna hali ya baridi. Ikikaa humu ndani, kwa mfano humu ndani mna poda kavu. Ikikaa muda mrefu inaganda hata kama haijatumika. Na ndio maana kile pato ambacho hakijafanywa service, na maana hata ukipress hivi ile poda haitoki. Kwa kila mwaka unatakiwa ufanyie service. Na kuna madila ambao wamesajiliwa maalum kwa hiyo kazi. Wanatakiwa wafikiri au sisi? Wewe ile mtungi akifanyia service kuna kikaratasi hapa tagi imeandikwa inakukumbusha wewe mtumiaji kwamba ulifanyia service tarehe ngapi na unatakiwa ufanyie service tarehe ngapi. Kwa hiyo mhusika ndio unatakiwa ufuatilie kifaa chako kipo sahihi. Huu ndio mtambo wetu wa Forest Fire Tender. Kwenye hili gari kuna maloka aina 5 ambalo kuna namba 1, 2, 3, 4, 5 liko kwa hapo. Kutokana na mazingira kule tunaona tuanzie upande huu hapa, alafu tutahamia kule. Kwenye hili loka namba 3 kuna vitu tofauti tofauti. Kwanza kuna mitungi yetu ya aina 2 ambayo kuna poda ambayo ni kavu. Alafu pia kuna SO2 ambayo ni carbon dioxide. Pia kuna kitu ambacho kinaitwa bush cutter. Hii bush cutter wakati tunaenda kwenye maokozi au tunaenda kwenye kuzima moto, hii hapa inasaidia kuondoa vikwazo vyote. Ili sudi kama wazima moto tuweze kupita kwa urahisi. Hili loka ndio imebeba hivyo vitu. Tunahamia loka hili hapa.
ambapo kwenye hili loka ambayo namba 4 kuna vitu tofauti tofauti. Kwanza kuna hizi branch zetu. Kuna hiyo kwanza usilifunge. Ile mtu wa mada ya kwanza. Hizo si nzima hizo. Tupulize tuone. Ukimaliza lakini. Hili loka namba 4 katika mtambo wetu, ambapo kwenye hili loka kuna vifaa tofauti tofauti. Kuna hizi hapa zinaitwa branch, kuna hizi hapa zinaitwa hose, kuna hii hapa foam making, kuna hii hapa elements, kuna hii hapa inaitwa elephant metal strainer. Hii hapa kazi yake kwenye huu mtambo kama tunavyojua unabeba maji. Kwa hiyo wakati tunaenda kuchuja maji kwenye chanzo chochote lazima tuweke hii hapa ili kusudi yale maji yasibebe uchafu. Kwa sababu yakibeba uchafu pia inakuwa sio nzuri. Lazima hii hapa kitu kiwekwe ili kusudi uchafu wote uchujwe hapa. Ili kusudi maji yanayoingia kwenye huu mtambo yawe masafi. Pia kuna hii hapa chainsaw ambayo pia inasaidia kukata miti wakati tunaenda kuzima moto, kuondoa vikwazo vyote. Kwenye mtambo wetu pia huu mpya wa kisasa zaidi kuna hili loka ambalo loka namba 5 kama nilivyosema hapo awali. Kuna hizi hapa ambazo zinawekwa hose ambazo nimezisema hapo ambazo hizi hapa hose unachomeka hapa kwa ajili ya kupambana na moto. Na hizi discharge zetu zinakuwa 4 kutokana na wapambanaji tunakuwa 4 ndani ya gari. Kwa hiyo tunapochomeka zile hose zetu inategemeana na ukubwa, inategemeana na sehemu ambayo tunaenda. Kwa hiyo kama itakuwa ni fupi tutatumia zile pale, lakini kama moto utakuwa ni uko mbali zaidi kuna kifaa kingine ambacho kinaitwa hose reel tutatumia hapo kwa moto ambao uko mbali. Lakini kama moto uko karibu tunaweza kutumia hose zetu pale tunazichomeka hapa, ambapo sasa kuna kile kifaa ambacho nilielezea kinaitwa elephant metal strainer pale tunatumika hapa. Maeneo haya uwezo kuruhusu maji bila kuja hapa ili eneo kazi yake unaongeza spidi na kupunguza spidi. Ndio maana hili gari ni la kisasa zaidi tofauti na miaka ya nyuma. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo. Naomba kuwasilisha afande, tunaendelea na maloka mengine. Jambo afande. Jambo. Naomba kuendelea. Hili ni loka namba 2 ambapo katika loka namba 2 kuna kifaa ambacho ni hose reel. Hii hapa. Hapo kuelezea. Hii ni hose reel ambayo tunatumia sisi kama wazima moto kwa ajili ya kufight na moto uliopo karibu, lakini vile vile tunatumia kwa ajili ya kufight na mioto midogo midogo. Hose reel yetu hii ina mitupo ya aina 2 ambapo kuna mwamvuli pamoja na jeti. Hii hapa ni jeti. Lakini vile vile utatumia kwa ajili ya kuzungusha ili kubadili mtupo. Mtupo ni aina ya jinsi maji yanavyotoka. Kama mfile, yani maji yanavyotoka kuna design yanatoka moja kwa moja au yanatoka kwa design kama ya mwamvuli ili kukinga ile mzima moto pia na miale ya moto. Ndio maana ya mtupo, tunatumia mtupo. Lakini vile vile tuna generator ambayo tunaitumia kwa ajili ya kwenda kustack maji kwenye chanzo cha moto, ambapo tuta connect hose yetu pamoja na metal strainer ambayo iko hapo kwenye loka namba 3. Hii ndio generator yetu ambayo tunaitumia kwa ajili ya kustack maji. Vile vile hili ni loka namba 1 ambalo loka namba 1 yetu lina vifaa ambavyo sisi wazima moto linatusaidia endapo tupo kwenye tukio. Vifaa hivyo kuna collapsible chair, lakini vile vile tuna taa, kuna
kitanda na matenti. Lakini vile vile kuna kina bar kwenye loka namba 1. Nadhani mmenielewa. Hapo nataka kuongezea hapo kwenye hii. Haya matenti tunaandaa kwa ajili ya kama in case tumebeba mgonjwa, tumemleta ndio kwa pumzika, au mzima moto amezidiwa kule, anakuja na pumzika kwenye yale matenti. Maana unapotoka kule, kwa mfano unaenda kuzima moto kama wasafa, au unaenda kuzima mioto ambayo ni ya misitu au ni ya nyumba, umeingia ndani ya nyumba, mwingine anaweza kuwa amesuffocate, yani ameshiwa na vile vile gari letu hili lina siti 6 ambazo siti hizo kwa upande wa mbele, mlango wa mbele, siti ya kwanza anakaa in charge ambaye ana observe tukio kabla sisi firefighters hatujaenda kufight kwenye moto. Lakini vile vile siti hapa ya mbele upande wa kulia anakaa driver, lakini vile vile ni pump operator wetu kuoperate ule mtambo kwenye loka namba 5. Lakini vile vile kuna siti ziko hapa 4 ambazo siti hizi wanakaa firefighters ambao wanaenda kufight na moto. Watakuwa firefighters 4 wamekaa hapa nyuma. Lakini vile vile kwenye mtambo wetu kuna mavazi ambao wanatumia ambao yapo kwenye cabin. Mavazi hayo ni haya hapa ambao amevaa mzima moto. Kwa kwanza, hii ni steel helmet. Hii steel helmet inamsaidia yeye asichomwe na vitu vyenye ncha kali kichwani. Lakini vile vile kuna fire suit hii hapa. Hii hapa fire suit. Hii inamsaidia yeye kama mzima moto asije akapatwa joto muda ana fight na moto. Mnavyoona kama alivyovaa, lakini steel element ataibana kwa sababu hatujafungulia hewa ipite ili ifanyeje imsaidie kupumua. Ndio maana kalegeza ili apate hewa. Kwa hiyo endapo akiwa na fight kwenye maeneo kama hayo, atatumia hii full PPE, full BA ambayo imeconnectiwa pamoja na maski yake. Kwa hiyo atafungulia hewa kwa huku chini. Hii ndio key inayoruhusu hewa. Kwa hiyo ataifungulia na yeye atatumia hewa na ataendelea kufight kwenye moto. Asanteni.